Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Kwa majina naitwa mchungaji Fredrick Makapo na huyu ni mke wangu. Ninalo neno moja la kusema, kujitambulisha bado nitamtambulisha baadaye, lakini sasa hivi tuna ushuhuda na neno la shukrani. Mnamo tarehe 14 mwezi huo wa 6 alijifungua mtoto wa kiume. Bwana sifiwe sana. Jambo la ajabu ambalo najaribu kutoa ushuhuda na kumshukuru Mungu. Huyu Mungu nilimshangaa. Tarehe ile ile na siku ile ile na saa ile ile ndipo chupa ya mama, chupa ya ujauzito ilipasukia kanisani. Tulikuwa kwenye maombi, ilibidi niahirishe ibada nimkimbize zahanati. Siku na hapanaye kiapo cha ndoa na nipisha pete, ilikuwa ni saa 7 na dakika 10. Chupa imepasuka saa 7 na dakika 5. Bwana sifiwe sana. Na siku hiyo ya Jumapili. Kwa hiyo ni jambo la kumshukuru Mungu na ni ushuhuda mkubwa. Kwa hiyo tuko hapa mbele zenu kumwomba baba askofu aweze kumwombea huyu mtoto, na mtoto huyu tayari nishamwombea baraka kwa Mungu. Nilimpa jina Daudi kwa maana Daudi alisema kwamba alimwomba Bwana kwamba siku zake zote za maisha yake akae nyumbani mwa Bwana na asiondoke. Na kwa kuwa mtoto huyu kuzaliwa kwake ishara imeanzia kanisani, naye asitoke nyumbani mwa Bwana, awe mrithi wangu. Bwana sifiwe sana. Karibu baba askofu kwa ajili ya kumwombea mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nashukuru sana kwa kupata mtoto wa kiume. Napenda sana. Amen. Makofi na vigeregere kwa mfalme Yesu. Tunashukuru Mungu kwa sababu safari ya wakati huu ina mambo mengi sana ya baraka. Haleluya. Siku ambayo tunazindua kanisa ndio siku ambayo tunambariki na mtoto. Ni wangapi hujasema? Hujawaambia ni mtoto wa ngapi? Ni mtoto wa 3. Wa 4. Mtoto wa 4. Unasahau watoto. Haleluya. Amen. Usijukasahau waumini. Jina la Bwana libarikiwe. Tunayo furaha kwa sababu Bwana ametupendelea na ametupa neema hii. Wakati tumepita pale nyumbani, tupo tunamwombea, Bwana kaniambia huyu mtoto ni mnadhiri. Amen. Sasa nikasema hili jambo siwaambii, nitakuja nilizungumze hapa. Sasa maneno ambayo ameyazungumza umeyasikia. Bwana asifiwe. Amen. Amesema kwa sababu uchungu ulianzia kanisani, yeye alisema kama Daudi kwamba mtoto huyu hatatoka nyumbani mwa Bwana, atamrithi. Maana yake nini? Huyu alishamwambia, Mungu alishamwambia kwamba mtoto ni mnadhiri hata kabla hajajua anachokiongea ni nini. Wakati tunamwombea pale nyumbani, Bwana ameniambia huyu mtoto tunapomwombea, muombe kama nafasi ya mnadhiri. Sasa maana yake sipati shida kuwaelewesha kwa sababu ninyi wenyewe mlishafanyaje? Yaani ndani ya mioyo yenu Bwana alishazungumza na ninyi. Anaposema kama maneno ya Daudi kwamba mtoto huyu atakuwa nyumbani mwa Bwana, maana yake tayari roho yake imemkabidhi nyumbani mwa Bwana kama Hana alivyozungumza kwa mwanae Samueli. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba Mungu, naomba unipe mtoto, lakini huyo mtoto atakutumikia, nitamtoa kama sadaka. Sasa zamani na sasa kuna utofauti kidogo. Zamani mtoto kama huyu ilitakiwa aishi hapa kanisani, ale hapa kanisani, alelewe hapa kanisani. Yaani zamani, kwa sababu makuhani walikuwa maisha yao yote ni ya kanisani, ilitakiwa aishi hapa atunzwe, kama ni kusoma someshwe na kanisa, kama ni nini. Sasa siku hizi mambo yamekuwa tofauti, kwa sababu pia hata mambo ya kiserikali. Ukakabidhi mtoto anaenda kwamba nalikabidhi kanisa, jamhuri inafanyaje?
inakushtaki kwamba mtoto huyu bado anahitaji malezi ya mama. Lakini tunachokijua pamoja na hayo, kwenye ulimwengu wa roho, hata iweje huyu mtoto akaambatane na roho ya Bwana na mawazo yake ya kumtumikia Mungu maisha yake yote. Jina la Bwana libarikiwe. Nasi tutaenda kumbariki, tutakwenda kumuombea, tutakwenda kumtakia baraka na neema. Na niombe wachungaji wote, tafadhali msogee. Kama hii jukwaa itaweza kutubeba sijui, lakini wana kama ameweka nguzo za kutosha. Wazee, wachungaji wote, niombe msogee tumuombe huyu mtoto tafadhali. Naomba msogee, naomba mpande juu. Pandeni juu ya madhabahu. Naamini itatubeba hii. Itatubeba hii. Kuna sadaka ya shukrani hapa. Niombe chombo kiletwe. Naomba nisimame upande huu kwa sababu ya mtoto jua linamuhusu. Wewe ni mnadhiri. Tunakuombea upako wa Roho Mtakatifu. Ukaanze kutabiri bado mdogo. Ukaanze kuombea watu bado mdogo. Neno litakalotoka kinywani mwako lisiwe neno la kawaida, liwe pumzi ya Mungu, na utakalo litamka Bwana we nyuma ya neno hilo kulitimiza. Maandiko yanasema Yesu akiwa bado mdogo aliwashangaza watu, maneno aliyokuwa anayatamka. Na hata wakati ile michezo ya watoto wanachezea makopo, yeye alikuwa anafanya vitu vya maana. Alikuwa akifanya kitu chochote anachokigusa watu wanashangaa. Wakawa wanashangaa huyu ni mtoto wa namna gani? Lakini pia Samueli amefanikiwa kuisikia sauti ya Mungu akiwa bado mdogo sana. Ndio maana maandiko yanasema aliamka kwenda kwa kuhani Eli, anamwambia baba, umeniita. Kuhani Eli hakuelewa. Emfikiria Mungu anasema na mtu kiasi kwamba hata kuhani haelewi. Naweza katoa wakati mwingine huyu mtoto anazungumza maneno ambayo ninyi pengine hamtaelewa, msishangae. Na kuna wakati mtoto anaweza kuzungumza kitu halafu ninyi mkawa mnashangaa maneno gani anazungumza huyu mtoto. Wape roho ya utambuzi. Wakati tunaomba pale nyumbani, Bwana ameniambia huyu ni mtoto mnadhiri. Sasa watoto wanadhiri pia wanakuaga na vita. Kuna watu hawajui kama watoto wanadhiri wanakuaga na mashambulizi. Watoto manadhiri wanakuaga kwa sababu shetani huwa anawaona mapema. Ndio maana Herode alitamani kumuua mtoto, Ndio maana Herode alitamani alikubali hasara ya kuua watoto maelfu kwa sababu ya mtoto huyu. Maana yake ilikuwa inamtesa, ni mtoto wa namna gani huyu? Sasa huyu mtoto aombewe sana, kwa sababu wachawi wanajua, washirikina wanawajuaga watoto wa namna hii. Na ndio maana ninapofuatilia historia za watu wengi ambao wamemtumikia Mungu na kutata vita zao bado wadogo zikuwa kubwa. Ni kwa nini? Kwa sababu shetani wanatambua mapema. Anaweza kujua kitakachokuja kwa mtoto baadaye. Amezaliwa na ile nguvu ya kifalme, amezaliwa na nyota ya mvuto. Ni sawa na huyu mtoto. Aombewe sana, alelewe katika maadili mazuri, afundishwe neno la Mungu. Amfundisheni vitu ambavyo, msiache kumuonya wala kumkemea, ili asiharibike, kwa sababu ubongo wa mtoto unategemea kulishwa. Unalishwa na nani? Unalishwa na wazazi. Ndio maana nimesema kama miaka ya zamani huko, huyu mtoto hakutakiwa kutoka kanisani. Maana kulikuwa na watoto wa kumtunza kanisani, kulikuwa na watu wa kumtunza kanisani, angekula kanisani. Kwa nini? Azoee kwenye memory blanket yake, idake, ajue kama ni mtumishi. Lakini kwa sababu ya miaka hii tulionayo, hatuna uwezo wa kuwaweka kanisani. Wanalelewa na wazazi, lakini tukiwaangalia kwa macho mawili. Kwa alelewe sana na achungwe sana, na kila siku aombewe ulinzi, kwa sababu inajua kwenye ulimwengu wa roho watoto wanakuwa na vita mno sana. Haleluya. Amen. Haleluya.
Haleluya, haleluya. Naomba, kuna mafuta ambayo tungekupaka baadaye. Huyu mtoto nampaka mafuta leo, yaani anakuwa mtumishi bado. Jina la Bwana libarikiwe. Watoto wanadhiri ndivyo walivyo. Watoto wanadhiri au wanakuwa watumishi hata kabla hawajapata ufahamu, na wakati wengine watoto wao wanawapeleka makaburini. Kuna watoto wanaanza kuroga, wanaanza kuwanga bado wadogo. Wanachokifanya hiki tunachokifanya leo ndicho wale wanaoabudu Mungu wanachokifanya. Watoto kama hawa kule zamani walikuwa nasema kuna mtoto amezaliwa na mbegu mkononi, kuna mtoto amezaliwa sijui na nini, kuna mtoto amezaliwa na nini. Sasa wale watoto wanakuwa connected na miungu bado wadogo. Unashangaa kitoto bado kina miaka miwili kinajua uchawi. Kitoto bado kina miaka miwili wameshaanza kukirukisha. Mtoto anapata akili, anajua kula nyama za watu, anajua kuwanga, anakuambia mwana mtu mzima anamwangalia anacheka. Ukikafuta unacheka nini? Nasema tulikuwa usiku kula vyakula kwako, bado mdogo. Ile ni nini? Wanamfanya kuwa mfalme wa mambo ya giza bado mdogo. Sasa hiki tunachokifanya sasa hivi tunamconnect na nguvu ya Mungu bado mdogo. Amen. Hata zile roho za kiasili tunazozihubiri leo, huyu anaziepuka bado mdogo. Japo vita yake na kuanga kubwa. Bwana sifiwe. Kuna watu ambao wanashangaa kwa nini watoto wanadhiri wanashambuliwa, na wengine wanashangaa watoto wanadhiri wanarewa pombe, nguvu za giza zinawashinda ili lakini nakwambia hatima yake hata angefanya maovu kiasi gani, hatima yake anakuja kumtumikia Mungu kwa nguvu ya spidi 150. Haleluya. Kwa hata huyu vyovyote Bwana hajajitwalia utukufu. Amen. Huyu tutambariki tofauti na watoto wengine. Amen. Tutambariki tofauti na watoto wengine. Huyu tunampaka mafuta akiwa bado mdogo. Sijui kama tungepata cha kutosha kikubwa hapa hivi. Baba, katika jina la Yesu uliye Bwana wetu na Mwokozi mfalme, umetuleta hapa kwa ajili ya kazi njema kwa damu ya Yesu Kristo uliye Bwana wetu. Samueli alianza kuisikia sauti yako akiwa bado hata hajajua Mungu ni kitu gani. Anaenda kwa kuhani Eli na muuliza, umeniita? Anasema hapana. Mara ya pili akarudi tena, Baba umeniita hapa. Mara ya pili aliporudi anamwambia, atakapokuita tena hiyo sauti mwambie niko hapa Bwana. Kwa jina la Yesu uliye Bwana wetu. Kuna watoto walipakwa mafuta wakiwa bado wadogo ili kutangaza ufalme wa mbingu na neema na utumishi. Najua watoto wa namna hii wachawi wanawinda kuwaua, wanawinda kuwadhoofisha, wanawinda kuwafanya wavuruge fahamu zao, wafanye dhambi. Kwa jina la Yesu Kristo aliye Bwana wetu na Mwokozi, tunakuja mbele zako kama Daudi alivyopakwa mafuta. Nasi tunaleta mafuta yamenunuliwa madukani, yametoka viwandani. Kote uko wachawi wanaharibu, wanafanya uharibifu, wanaweka matambiko wenye viwanda, wanaweka miskure na masea. Lakini mafuta yanapofika mikononi mwa watumishi wako madhabahuni, sio mafuta tena. Vile ulivyobariki mkate na divai kawa damu yako na mwili wako, na ile mamlaka iliyobadilisha maji kwenye harusi ya Kana kawa divai, hiyo mamlaka tunaitumia kubadilisha mafuta ikuwa damu yako halisi na mafuta mbinguni. Kuna watu wanategemea mafuta aliyotoka kuzimu, wanategemea mafuta aliyotoka kwa waganga wa kienyeji ili wawe na mivuto. Sisi tunategemea mafuta tokayo mbinguni kwa jina la Yesu. Kama ulivyomwambia Samueli nabii kwamba nenda kwa nyumba ya Yese, kuna mfalme humo. Ndicho naona unachokifanya leo. Tumekuja tukiwa tujui kama utafanya jambo hili, kumbe ulijua kama kuna mtawala kwenye nyumba ya makapo. Kwa jina la Yesu aliye Bwana wetu, nasi tunampaka mafuta. Nishike maji. Kwa damu ya Yesu aliye Bwana wetu na Mwokozi, kwa mafuta kinabii na kikuhani, kwa mamlaka niopewa, na mpaka mafuta mtoto katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Na tamka neema katika jina la Yesu.
Amen. Inua mikono yako. Baba, katika jina la Yesu Kristo, mfalme wa falme, Mungu aliyeziumba mbingu na nchi, Kristo aliye Bwana wetu na Mwokozi, mwamba uliopasuka, kila mmoja asimame, inua mikono yako juu. Kila aliyekaa hapa simama, inua mikono yako juu. Kila aliyesimama aliyekaa hapa, tafadhali inua mikono yako juu. Baba, katika jina la Yesu aliye Bwana wetu na Mwokozi, tunamleta mtoto mbele za uso wako kwa mafuta kinabii na kuhani. Tunambariki, tunamtakasa kama jinsi mbingu zilivyomlinda ndani ya tumbo la mamaye miezi 9, akirishwa na kunyweshwa kwa namna ya mbinguni, ya kisayansi ya mbinguni. Ndivyo Bwana alishwa na kunyweshwa kwa sayansi ya mbinguni hata wapo mzee. Kwa jina la Yesu aliye Bwana, tunamwomba ulinzi, tunaombea ulinzi, tunaomba neema yako. Najua wachawi wanakasirika wanapona ndani ya nyumba zetu, wanazaliwa watawala warithi wetu, wanazaliwa Bwana watawala wa kiroho na kimwili. Mtoto huyu Bwana kampe elimu ya kutosha, kasome elimu ya hapa duniani na ya mbinguni, na pakwe na mafuta ya kutawala chini ya jua na mbinguni kwa damu ya Yesu. Katika ulimwengu wa roho kawe mtawala mkubwa, katika ulimwengu wa mwili pia kawe mtawala mkubwa. Inamtabiria neema yako na nguvu zako, inamtabiria baraka zako na mkono wako wenye nguvu, inamtabiria neema yako na mkono wako ajabu. Kwa jina la Yesu aliye Bwana wetu, Mwokozi wa ulimwengu, inamleta mikononi mwako Bwana wetu na Mwokozi. Tunamleta Daudi akawe Daudi hakika kwa damu ya Yesu aliye Bwana wetu mfalme. Jinsi ulivyompa Daudi kuwashinda Wafilisti, ndivyo mpe Daudi huyu kuwashinda wachawi, washirikina, mapepo, majini, kila nguvu za giza, kila uharibifu wote, majeti kutoka kuzimu. Bwana kutumikiavyo katika roho na mwili, ukampe kuwaponda ponda Wafilisti wa Kigoma, ukampe kuwaponda ponda Wafilisti wa Kasuru, Nyasha, Nyamabuye. Kwa damu ya Yesu aliye Bwana wetu, kaachilia mafuta, wache wanapomtazama kaone kama miali ya moto. Tunatamka nguvu zako, neema yako na mkono wako. Asante kwa baraka za rohoni na mwilini, mfalme wa amani, katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kwa mfalme wa uzima wote, na tuseme amen. Makofi na vigelegele kwa mfalme Yesu. Mungu awabariki sana. Bwana awe nanyi. Leteni kitunga, weke sadaka yake. Leteni kitunga. Okay, barikiwa sana. Baba, tunaibariki sadaka hii katika jina la Yesu. Tunawatamkia baraka, nguvu zako, neema yako mahali walipotoka, tangaza wingu na neema. Acha tushuhudie jina lako Bwana kwa damu ya Yesu. Mungu tutajirisha kiroho na kimwili, tangaze neema na amini nguvu yako na mkono katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Mungu awabariki. Naomba tupige makofi na vigelegele kwa mfalme Yesu. Bwana awe nanyi daima. Amen. Amen. Good.
Ninaamini malaika wanashangilia mbinguni kwa ajili ya utukufu wako Bwana. Naomba mletee vitu viwili hapa. Naomba mletee vitu viwili hapa. Ikiwezekana viwekewe maua kidogo. Ikiwezekana viwekewe na maua kidogo kama kuna vitambaa. Amen. Nilikuwa nimepanga wapande huku juu. Kwa nini watazamaji mtaona vizuri? Au anje huku chini? Maana nitaka wapande juu alafu nyinyi ni wapumzishe kwanza. Kwa sababu kibaki hapa ninyi mnabaki hapa. Na wapande juu. Wapande chini. Wakiwa chini ni nzuri kwa matukio wanasema. Sawa. Nafikiri sisi wote tutasubiri hapo. Tutasubiri hapo. Mvumilie tu. Jina la Bwana libarikiwe. Hakuna bibi harusi anayekaa peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nizungumze wajibu wa mchungaji kanisa la SPCT Sayuni Pentecostal Church of Tanzania, kwa sababu ndilo ambalo limetuweka hapa. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Na leo tunamfanyia kiapo kama rais anavyoapishwa, kama mabunge na mawaziri wanavyoapishwa, kwa sababu hili ni tukio maalum kwa ajili yake, kwa ajili ya kanisa la Kasulu, kwa ajili ya kanisa la Tanzania lote. Jina la Bwana libarikiwe. Tutakuwa na vipindi tofauti. Moja, tutakwenda kuzungumza wajibu, kwa sababu ukiingia kwenye huduma kama hujui wajibu nasema sikujua. Lakini ndio maana hata bibi harusi na bwana harusi wanachumbiana miaka mingi, lakini bado wakija mbele yetu tunawaeleza wajibu wao. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Naomba msomaji anisome kitabu kile cha Timotheo wa pili sura ya 4 na mstari ule wa 2. Nitalazimika kusoma vifungu vichache kwa sababu muda wetu si rafiki. Nilijua tutapata muda wa kutosha, tupita hatua kwa hatua, lakini hatutafanikiwa, ila tutafanya vile Bwana atakavyotuwezesha. Wajibu wa mchungaji ambao ni kanisa la SPCT, manake Sayuni Pentecostal Church of Tanzania. Sijui wajibu wa wachungaji wengine, naongelea wajibu wa wachungaji wote wa SPCT. Jina la Bwana libarikiwe. Msomaji karibu. Timotheo wa pili 4 mstari wa 2. Ndio. Maandiko ya Mungu anasema, ndio, lihubiri neno, uwe tayari wakati ukufao na wakati usiokufaa. Wajibu wa kwanza wa wachungaji wa SPCT Sayuni Pentecost Church of Tanzania, lazima uwe na utayari wa kuhubiri neno wakati unaofaa na usiofaa. Hiyo ni namba moja. Namba 2 ni kulichunga kanisa, kundi la Mungu. Hiyo ndiyo namba 2, ndio wajibu wa mchungaji. Sasa tutakuwa tunasoma, nipate kibali hicho, tunaweza kuchukua masaa 3. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kama unaandika au mtu mmoja msaidie kuandika, atasoma tu kwa wakati wake. Ni kulichunga kanisa, Petro wa kwanza sura ya 5 na mstari wa 2. Okay, wajibu wa 3 ni kuwaombea na kuwafariji wagonjwa na wenye shida, Yakobo 1:27.
kwa sababu SPST imejengwa katika misingi tofauti kwenye katiba yetu. Ile nembo ya kanisa imechorwa Biblia, imechorwa msalaba, imechorwa na njiwa kwa maana ya Roho Mtakatifu. Biblia inawakilisha kuhubiri neno. Ukiangalia pale kuna ramani ya dunia. Sisi tunahubiri dunia nzima, tunawapelekea neno, lakini ile msalaba ni nguvu ya uponyaji, nguvu ya ukombozi. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ile nembo unayoiona ya kandege, sisi tunaamini Roho Mtakatifu. Tunaamini neno la Mungu ambaye inaleta wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Halafu kiunganisha na nguvu ya uponyaji uliotuponya kiroho na kimwili, iliyoleta wokovu ndani ya mwili na roho, ndio ile alama ya msalaba. Lakini pale kuna alama ya ndege ambaye ni njiwa, yule huwa aliyetua kwa Bwana Yesu wakati ametoka amemaliza kubatizwa. Kwa sisi tunaamini katika wokovu, tunaamini katika maombi, tunaamini Roho Mtakatifu. Tunaamini kwa Roho Mtakatifu ni kiongozi mzuri, kwa sababu Yesu wakati anapaa anasema nitawachia msaidizi ambaye ni nani? Roho Mtakatifu. Kwa hiyo una wajibu wa kuwaombea na kuwafariji wagonjwa na wenye shida, kwa sababu tunaamini nguvu ya uponyaji Bwana ametupa ili watu wapate neema. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini pia kuwaongoza waumini kiroho na katika imani. Ebrania 13:7 na Efeso 4:11 hadi 13. Sisi tunaamini kuwaongoza watu katika imani. Bwana Yesu asifiwe. Tukisikia unawaongoza watu kukanyaga mafuta, unawaongoza watu kuwauzia maji, unawaongoza watu kuwauzia vitambaa. Tukisikia unawaongoza watu kufanyaje, wanasikizi wanafanyaje? Mchanga, kuwauzia mchanga, kuwauzia chumvi. Maana yake kwa sababu sisi ndio ambao tumepewa dhamana na serikali yetu ya Jamhuri ya Tanzania, na kwa kanisa hili tutawajibika na wewe, kwa sababu sio imani yetu kuwauzia watu mchanga, sio imani yetu kuwauzia watu maji, sio imani yetu kuwauzia watu vitambaa, sio imani yetu kufanyaje. Tunaamini nguvu katika Roho Mtakatifu, isipokuwa tunaamini jambo hili kwamba Roho Mtakatifu hapangiwi. Sawa nafikiri uliona hata jana, kama ni juzi, tulisema reteni chochote ulichonacho tukiombe, kwa sababu Yesu aliombea maji harusi ya Kana, aliombea vitu vingi. Kwa ufupi, kama Roho Mtakatifu kuongoza kwamba jamani, leta yeyote asimame hapo, na nini hapo na simu tuiombe, na nini hapo tufanyeje, hiyo tunakubali, kwa sababu lakini sio formula, sio kanuni. Naeleweka ninachokiongea? Hatuwaelekezi watu kuamini maji, hatuwaelekezi watu kuamini vitambaa, isipokuwa Mungu anaweza kutumia maji. Mungu ni bosi wa vitu vyote, anaweza kutumia chochote, ila hatuwaelekezi watu kuviamini vitu hivyo, isipokuwa ikitokea Roho Mtakatifu akakusemesha kwamba ninyi wote pigeni magoti niwaombee, it is okay. Akikusemesha sijui sawa, lakini sio tangazo pale kwamba sisi tunaombea maji, tunaombea na mafuta, never. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tukisikia watu wanauziwa, na sio kuuza. Hata Roho Mtakatifu akikuongoza ombea maji, usiwauzie maji, usiwauzie vitambaa, usianunue vitambaa vya 5,500 uje wapige 10,000. Sisi tunaamini Mungu atatubariki kwa kanuni zilizo sahihi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Wachungaji wa SPST hatuwaruhusu kuuza huduma. Hatuwaruhusu kuuza nini? Tulipewa bure, tutatoa bure. Sasa utoaji na vitu vingine ni kanuni ya kikanisa, watoe watu katika utaratibu nao eleweka kiroho.
wanaweza kutoa michango kwa sababu ni maendeleo. Hata ukijisikia hata kesho kutwa waambie watu leteni mchango tufanye, lakini usiwaambie leteni fedha tuauzie mchanga. No. Bwana Yesu asifiwe. Wala usiseme nimekiombea kisima, nimeona kisima cha maji pale kwako. Usiseme nimekiombea kisima cha maji kana ijia bukubuku. Kiombee wanaokuja kuchota waende wanywe maji yaliyo safi ambao yamebarikiwa na Bwana, lakini sio biashara. Jina la Bwana libarikiwe. Makofi na gelegele kwa mfalme Yesu. Lakini wajibu wa 4 ni kuwakemea na kuwaonya kwa upendo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sisi tunaamini kwenye kuonya kukaripa, lakini kwa upendo. Nimeona sehemu nyingine mtu akifanya anasema toa huyo ndani tufanyaje yeye. No. Hata mtu amefanya dhambi, Mungu anapenda tuwaonye kwa upendo, tuwafundishe. Jamani, tumeokoka kwa neema tu. Bwana Yesu asifiwe. Watakuja watu wengine wamekuja kuokoka, lakini hata ujue wokovu ni nini. Unaona kama anafanyaje, wakaripie. Yaani kuna muda kukaripa. Usiwache watu wakuwe wanavyotaka. Hata mtoto kama haumuonyi atasumbua mitaani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Waonye lakini warejeshe kwa upendo. Waadhibu lakini pia upendo utangulie. Mtu kama namuonya kwa upendo anawaza kubadilika. Mtu kimuonya kwa chuki hawazi kubadilika na kuwa sugu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini pia kuwaandaa wengine kwa huduma ijayo. Waandae wengine kwa ajili ya huduma ijayo. Bwana ataleta watu wengi. Waandae wengine kwa ajili ya kufungua makanisa, matawi kadri Bwana atakavyo kuelekeza. Lakini usifanye haraka kufungua matawi kama Bwana hajakusemesha. Ila kikusemesha fanya. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo waandae watu wawepo hata siku kitaka kufungua matawi, ili usipate shida na mpeleka nani au inakuaje. Ni vizuri wakati mwingine kuandaa watu. Okay? Jambo la 6 kama si la 7 ni kusimamia ibada za kanisa kwa uaminifu. Kuna wachungaji wengi wameterekeza makanisa. Ni mchungaji anamaliza mwezi mzima hajaonekana kanisani. Yuko wapi? Kwenye biashara. Bwana asifiwe. Mchungaji anaachia wazee wa kanisa miezi, haijulikani yuko wapi. Okay, bora wamesafiri. Lakini anakutana na waumini mitaani. Bwana asifiwe baba, salama, amen. Mnaendeleaje? Mmetoka kanisani? Mimi kuna mambo bado yamenibana. Hayo mambo kwa wachungaji watu yakubali, kwa sababu nawafundisha watu wasiende wapi? Kanisani. Kama umesafiri na Bwana amekupa kibali, hata ingekuwa mwaka tutajua umesafiri. Lakini sio uko hapa afu waamini waseme hatumuone mchungaji. Hapana. Kwa hiyo sisi tunahimiza kusimamia ibada za kanisa kwa uaminifu. Wakati tunawafundisha wasimamie pia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini jambo la 8 ni kuwa mfano wa maisha ya Kikristo. Ile Petro wa kwanza 5:2-5 mtaendelea kusoma baadaye. Kuwa mfano wa maisha ya Kikristo. Na hapa ndipo watu wengi huwa wanafeli. Watu wengi wanataka wahubiri lakini wasiwe mfano. Mwingine alisema sikilizeni ninayoyahubiri ila msiangalie ninayo yatenda. Sisi SPST hatukubali hizo kauli. Tunaanza kukuangalia wewe. Ili yale unayotuambia tuone yanakufanana. Usituambie msilewe pombe halafu wewe unaenda kuonja. Usituambie msifanye uzinzi halafu wewe una nyumba ndogo. Usiwaambie waumini si wasifanyeje halafu wewe ndiye mwanzilishi. No. Sisi tunasikilia unayotenda na tunakutazama. Sisi hutatuambia msikie ninao yaongea ila msiangalie ninayo yatenda. Hayo ni kwa wengine kule na wenyewe ambao hawajaokoka. Ndio wanajidefense kwamba jamani msikilize neno la Mungu lakini usimwangalie mwanadamu. Usiniangalie, hatuangalii wanadamu ila viongozi wetu tunawaangalia. Hivi naroka nachokiongea? Hatuangalii, ni kweli hatuangalii wanadamu ila viongozi wetu tunawaangalia kwa sababu hao ndiyo njia yetu ya kutupeleka kwa Yesu, ambako ndiyo njia ya kutoka kwa Baba wa mbinguni. Viongozi wetu ndiyo tunapowatazama
ndipo tunapoelewa kwamba kumbe tuenende hivi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lazima sisi viongozi tuwe waaminifu kuanzia ibada. Lazima sisi tuwe waaminifu kuanzia matendo yetu, wajibu wetu, lakini pia lazima tuwe waaminifu sisi tuwe mfano wa utoaji. Mimi huwa sikubali kuna zile kauli, kwa mfano sisi wakati tunakuwa wachungaji walikuwa hawatoi. Walikuwa sio watoaji. Mchango ikitokea kanisani hata ya ujenzi, wao wanatulia pembeni namna hii. Kwa jina la Yesu wasaidie watu watoe. Mungu wabariki sana. Wewe hizo baraka uzitaki. Matokeo yake tulijikuta tuna wazazi ambao hawezi kuvaa ndara mpaka achangiwe. Kitu ambacho madhara yake unayajua. Wale wanaokupa ndara ndio watakaokuwa na sauti juu yako. Wale wanaofanya ili ule mpaka walete chakula ndio watakao kuongoza, ndio watakao kuwa na remote. Biblia inasema rushwa inapofusha nini? Macho. Sasa kwenye kiroho najua tafsiri yake. Kama viongozi sisi tusipobarikiwa tukategemea maisha ya waumini, kwetu inakuwa sio baraka, inakuwa rushwa. Akifanya dhambi hautamkemea. Ukitaka kuinuka umkemee, unakumbuka ndiye anayeleta unga nyumbani. Hiyo unaanza, wanasema mbwa koko habweki. Unaanza unajua unaishia. Lakini kwa nini nasema lazima tubarikiwe? Kwa sababu aliyebarikiwa hategemei unga, hategemei ndara. Waumini wakupe ila kwa sababu wewe unajiweza, sio kwa sababu wasipoleta merara njaa. No. Nakataa hiki kitu. Kwa nini? Kwa sababu watakuwa na mamlaka juu yako. Wasipoamua wao, hata Bwana akikusemesha utafanya. Kwa nini? Mtu mmoja sogea hapa nimuonesha kitu. Kuna kitu nakupa, pokea. Mkono wa nani uko juu? Mkono wa nani? Mtoaji. Mkono wa chini ni wa nani? Sasa mkono wa mpokeaji siku zote unakuwa chini, na mkono wa mtoaji unakuwa wapi? Juu. Na juu ni ishara ya nini? Ya mamlaka. Ni ishara ya utawala. Sasa kama Mungu asipokusaidia ukawa mtu wa kupokea na wewe sio mtoaji, utatawaliwa miaka yote, kwa sababu huyo aliyeko juu ndiye atakayekuwa na mamlaka. Ndio maana unaona sehemu nyingi wachungaji hawasemi, hawaongei. Kwa nini? Sasa kama ukitaka kutoka utatumia gari la mshirika, halafu huyo ndiye amefanya dhambi, unamfanyaje? Unasimama kama mkemee, na jioni utampigia simu akupeleke. Si sawa? Kama huyo ndiye anayelipa ada za watoto, lazima wewe na mamlaka juu yako, hautaweza kumkemea. Ndio maana ninasema viongozi lazima Mungu atubariki, ili mtu anapokupa ila jue kama na wewe unacho. Lakini akijua hauna kabisa, kitakachofuata ni kukupangia, ni kukupa maelekezo. Mtumishi, naona leo tusifanye ibada, na wewe utasema ndio, halafu Mungu anakuchapa wewe. Kilicho muathiri Sauli ni kutokuwa na uwezo wa kujisimamia. Mungu amemchagua, amempaka mafuta, amempa maagizo, lakini jeshi lomzunguka ndo likawa na sauti, usiwaue hawa kondoo, usiwaue. Huyu Agagi mwache. Mungu akasema sicho nilichokutuma. Una maono uliopewa na Mungu, una maagizo uliopewa na Mungu, una mambo uliyosema na Mungu yasimamie. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ili uwe hali hiyo ni nini? Nimesema lazima tuwe mfano na maisha ya kiroho. Sisi tunaamini uaminifu
wa utoaji wa sadaka, zaka na kadhalika. Maraki 3 anasema nanyi mmeraniwa, mmekuwa wevi tangu enzi za baba zenu. Akasema imekuwaje? Akawaambia mmeshindwa kuwa waaminifu. Watu wengi wameshindwa kuziona baraka kwa sababu ya vitu vitatu: wokovu kamili, kuomba kwa nguvu na utoaji wa uaminifu. Kwa Mungu hatuna njia za shortcut. Kwa Mungu kiyakoroga na kukoroga, usiposikia sauti yake na yana nyamaza, usipokuwa mwaminifu na yana hawi mwaminifu kwako. Watumishi wengi nimesema, hata wakati tulikuwa tunaona hata ujenzi unatokea, wachungaji wengi wanaamini wanaotaka kutoa sadaka ni waumini, wao ni kupokea. Na kueleza leo, ukisubiri kupokea kwenye mambo ya kiroho hautapokea, lakini ukiwaza kutoa utapokea, kwa sababu kanuni ya kupokea ni kutoa. Uwe mwaminifu kwa zaka zako, sadaka zako, uwe mwaminifu kwa kila kitu. Msiwape viti, atakayechoka kakae kule. Mzazi okay, hapo sawa, ubarikiwe. Nilisahau kama amejifungua juzi. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ukishampa mama ili ende vizuri, mpeni na baba. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Umepata neema. Kuna wakati mwingine tunalia kwenye migongo ya wengine, ndio hiyo sasa ya kwako leo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Lazima tuwe waaminifu, zaka, sadaka, matoleo na kadhalika. Hiyo ndiyo kanuni ya kanisa letu. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa nasema, niliona tumejenga makanisa mengi, lakini ukiuliza mchango wa mchungaji hata 100, yeye kila mchango ni kutuombea tu. Matokeo yake maisha kabaki yamestaki pale. Sisi tulikuwa tunaombewa tukainuka tukafanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati Mungu ameniita, nilimwambia Mungu sitaki kuacha biashara kwa sababu najua nikikutumikia nitakuwa maskini. Mungu akaniambia, nani aliyekuhubiri hayo mahubiri kwamba ukinitumikia utakuwa maskini? Nikasema nimewaona. Bwana akaniambia akawaulize kama ni waaminifu. Mimi ni mwenye haki. Unajua maana ya haki? Mwenye haki anampa haki ya mwenye haki. Usipokuwa mwaminifu na Mungu awe mwaminifu mbele zako, kwa sababu ndio mwenye haki. Ukiwa mwaminifu naye atakuwa mwaminifu kwako, kwa sababu ndio haki yake. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana aliponihakikishia utanifanikisha, akaniambia kama ukifanya nayo yataka nitakufanikisha. Uwe mwaminifu kwa zaka, uwe mwaminifu kwa nini? Nikaanza kushangaa. Zamani nilijua askofu hapaswi kutoa zaka, lakini Bwana akanifundisha. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Makofi na vigeregere kwa mfalme Yesu. Lakini pia kuna sifa za mchungaji wa SPCT. Mmechoka? Haleluya. Kuna sifa za mchungaji wa SPCT, Sayuni Pentecostal Church of Tanzania. Sifa ya kwanza, asiwe na lawama. Asiwe na lawama, awe na ushuhuda. Hiyo ndio sifa ya kwanza ya mchungaji wa SPCT. Tunaposema lawama ni nyingi. Naweza kulaumiwa kwenye fedha, naweza kulaumiwa kwenye uzinzi, naweza kulaumiwa kwenye urevi, naweza kulaumiwa na majirani. Kuna mahali mnafika mtu anasema yule naye ni mchungaji yule. Mna kazi. Wewe hata majirani wakikutenda vibaya, wewe una kazi ya kuwatendea mema. Ndio wajibu wako, ili wajifunze kwako. Sasa warokore wengi wanataka majirani wakiwatendea wema na wao ndio watende wema. Sasa watajifunza nini? Wewe umewazidi nini sasa? Sababu tunachowazidi ni hayo mabaya unayotufanyia, sisi tunawatendea nini? Mema. Ninaposema hivyo namaanisha hivi. Sina maana kwamba kama unajua ni mchawi usishughulike naye kwenye ulimwengu wa roho. Kwenye ulimwengu wa mwili, hata kama ulimwombea jana Mungu kutana naye, kwenye ulimwengu wa mwili ni Bwana asifiwe, amen, nakupenda, I love you so much. Wakati ukirudi nyumbani unasema Bwana najua ni mchawi katika jina la Yesu. Huko tunaenda kwenye vita ya kiroho, na mpiga na mbomoa na mvunja na mharibu na mvunja na mkata kichwa nafanyaje. Ila mwilini usianze kusema najua wewe ni nani nitakupiga tu. No.
Vita yetu sio ya damu na majirani. Unapakana na wachawi, unapakana na washirikina, unapakana na wezi. Hakikisha wao wanakushuhudia mema. Amen. Haleluya. Hakikisha wachawi mchana wanakushuhudia mema, japo usiku watakurani, na wewe usio wakati wanakurani na utawarani si sawa, ila mchana hiyo ni vita nyingine. Bwana asifiwe, mambo safi. Ila usiku, kwa hakikisha mchungaji wa SPCT una ushuhuda mwema. Namba 2, mchungaji wa SPCT lazima awe mwaminifu katika ndoa, awe mtu wa kujitawala na kuheshimu agano la ndoa. Kuna watu hawaheshimu agano la ndoa. Wewe hakikisha, na wachungaji wote mnaheshimu agano la ndoa. Sisi tukioa tumeoa, sisi tukioa tumeoa, na sisi ukitorosha unakamilisha ndoa. Tunaheshimu ndoa kwa sababu ndio mwanzo wa familia na taifa na kanisa. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mchungaji wa SPCT sio mtu wa kutuhumiwa wanawake. Sisi tukisikia tuhuma hiyo tunakusimamisha, halafu tunaendelea na mengine. Namba 3, mchungaji wa SPCT lazima awe mwenye kiasi. Mwenye kiasi. Mtu ambaye atafanya maamuzi kwa hekima. Lazima uwe mtu wa kufanya maamuzi kwa hekima. Sio kila jambo linalokuja natakiwa ulifanyie maamuzi. Jambo lingine liombee kwanza. Hata lingekuwa na uharaka kiasi gani, kama sio zimamoto, usisikia mtu amefanya hivi halafu wewe nawe ukamtenga ukafanyaje. Wengine wanaweza kuwa na bifu zao, wakijua ni mwepesi wa kupokea. Mtu anaweza kawa na shida na mtu nyingine kabisa, lakini akamtafutia kanini. Biblia inasema wakamtafutia makosa Bwana Yesu. Ile issue ya kuishia pale mpaka leo inaendelea. Kwa lazima uwe makini na uwe mtu wa kufanya maamuzi kwa hekima. Hapo ndipo kuna shida. Tungekuwa na muda kutosha, ningezungumza utofauti wa hekima na Roho Mtakatifu na akili. Bwana Yesu asifiwe. Ningezungumza tofauti wa hekima, Roho Mtakatifu na akili. Hivi vitu vitatu ni tofauti, hapo watu wanavitumia kwa wakati huu. Mwisho wa siku sisi tuliotoka tunaonekana hatuna hekima wala Roho Mtakatifu, lakini tuna Roho Mtakatifu tunakosa hekima. Bwana Yesu asifiwe. Nitakujaga nizungumze wakati mwingine. Lakini pia namba 4, mchungaji wa SPCT lazima awe mwenye busara. Bwana Yesu asifiwe. Wa kufanya maamuzi kwa utulivu. Kuna hekima, kuna utulivu. Hekima inaweza kukupa majawabu, lakini ukawa na muda wa kutulia. Kwenye utulivu utapata muda wa kuomba. Kwenye kuomba utapata uthabiti. Jina la Bwana libarikiwe. Okay, mchungaji wa SPCT awe na uwezo wa kufundisha neno la Mungu. Lazima awe na uwezo wa kufundisha neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Asipokuwa na uwezo wa kufundisha neno la Mungu, ataokota chochote, atawarisha matango pori waumini. Utaenda mahali utasikia wamesema ni 1 2 3, na wewe utareta kwa waumini wako, kumbe na walisha matango pori. Sio kila chakula unachokiona kwa jirani kinakufaa kwa ajili ya wanao. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini namba 6, asiwe mrevi wala mtu mgomvi. Mchungaji wa SPCT hapaswi kuwa mrevi wala mtu mgomvi. Bwana Yesu asifiwe. Namba 7, mchungaji wa SPCT anatakiwa kuwa mkarimu, awe na utayari wa kusaidia wengine kiroho na kimwili. Kuna wengine watakuja kuokoka, halafu hawana A wala B wala C wala D wala Z. Kuna mwingine anaokoka, akimaliza kuokoka nataka umpe na hela ya kura. Kuna mwingine anaokoka, akimaliza kuokoka nataka umpe na unga. Lazima ufanye hivyo, kwa sababu ndicho anachopaswa kujifunza kwetu. Na hiyo ilinisaidia kwenye huduma. Mtu anatoka huko amechoka, hajawahi kuona upendo kwa mtu yeyote, na hata ambako anaabudu
akisema mimi nimelala njaa, wanaanza kumshambulia, wewe ujitumi, wewe ufanyeje? Wewe waoneshe upendo kama mzazi. Mtoto akitaka andazi anaiomba kwa nani? Akitaka pipi anaiomba kwa nani? Waumini ni watoto wetu, si watoto wetu? Akilala njaa anatakiwa kumwambia nani? Akiwa na deni anataka kumwambia nani? Hana nauli anatakiwa kumwambia nani? Sasa haina maana wewe unavyo vingi, lakini hekima ni siku hauna, usimshambulie, mweleze maneno mazuri. Mwambie mwanangu sina, lakini natafuta. Na siku nyingine salienda kwa mguu leo, siku nyingine usubira kuombe, mpe hiyo 1000. Mwambie wakati ule sikuwa nayo, lakini hapa. Lazima uonekane utofauti. Kati ya waganga wa kienyeji walikokwenda huko, wakawara kila kitu, na kuko walitokuwa nato na nyumba na ndara wakawapa. Na huku kwetu sisi, wakati unapompa huyu aliyelala njaa, una haki kwenda mbele za Bwana, Mungu niongezee, kwa sababu umeniongezea familia. Na kila mtoto anazaliwa na riziki yake. Muumini akiongezeka kanisani amekuja na baraka zake. Hata kama wakati unamwona hana ndara, muombee apate ndara. Siku nyingine atavaa viatu, siku nyingine atafanikiwa. Hautatoka ndani ya moyo wake. Watu watakapokuinukia kukusema vibaya, kwa sababu yeye anajua wewe ni mzazi mzuri, atakufa na wewe miguuni mwako. Atawapa majibu haya vyovyote alivyo. Kama ni mnasema ni Freemason, sio mtu wa Mungu, mimi ninachokijua, nilikuwa na hali mbaya, alinisaidia. Yule kipofu anasema ni Beelzebuli, ni mwana wa shetani, ni nani, sijui ametoka wapi. Ninachokijua mimi, nilikuwa kipofu, mimi nimepona. Kama mnataka mengine kamuulizeni yeye mwenyewe, amemaliza. Maana akataka kuambia kama ninyi hammuamini, mimi namuamini, alikonitoa ni mbali. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Makofi na vigelegele kwa mfalme Yesu. Sina maana kwamba ukauze kila kitu. Siku hauna, mwambie sina, ila kwa upendo. Ogopa kuwakashifu waumini, ogopa kumkashifu mtu aliyekuja kuokoka kwa sababu ya eneo yote. Akitoka huko anazomewa, wewe mkumbatie. Alafu mwambie madhaifu yako nitayatengeneza mimi. Wakati mimi naanza huduma, kuna watu walikuja kanisani, watu wakainuka, umempokea huyo, atakuwa hiyo ni nini? Wewe nikamwambia aliharibu kule, acha na mimi nijaribu. Si sawa eh? Acha na mimi nifanyeje? Nijaribu. Akinishinda sawa, lakini mimi nitayaona hayo mnaoyasema kama yapo au hayapo. Sasa wengine roho wanamtumikia Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Kama ningesikia yale maneno huyo, huenda Bwana angenidai roza, kwa sababu hata ambao wana sifa mbaya huko wanahitaji hivi. Angekuwa na sifa nzuri kwa atakuja kwa kufanya nini? Natakiwa wewe na sifa mbaya kule ili aje kwako, wewe umtengeneza wewe na sifa nzuri. Makofi na vigelegele kwa mfalme Yesu. Mchungaji wa SPST anatakiwa, mmechoka? Mkichoka mniambie mkae. Bwana Yesu asifiwe. Mchungaji wa SPST lazima awe na uwezo wa kufundisha neno la Mungu. Sikiliza, ile ni kama inafanana ile. Asiwe mhubiri tu. Ngoja niongeze hilo neno. Bwana asifiwe. Asiwe mhubiri tu, lazima aweze kueleza neno la Mungu. Mhubiri haelezi neno la Mungu. Mhubiri roho mtapokea kwa jina la Yesu na amemaliza. Sasa ni vitu viwili tofauti. Huyu aliambiwa leo atapokea, hata kipokea anahitaji maelekezo, anahitaji mafundisho ili adumu kwenye hiyo baraka, ili adumu kwenye hiyo neema. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. 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 Lazima mchungaji awe na sifa ya kuhubiri, lakini pia awe na sifa ya kufundisha. Usipofundisha wewe, watakuja kukufundishia wengine. Lakini unajua watafundisha nini? Ni mtoto anayenyonya kwa jirani. Unafikiri atampenda nani? Haleluya. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ukizaa mtoto ambaye huwezi kumnyonyesha, halafu anamnyonyesha jirani, atamwita yule mama
alafu wewe utakuwa mama mdogo au mama mkubwa kabisa. Nakwambia watoto ambao wamenyonyeshwa na watu wengine wameamini hao ndio mama, lakini kwa sababu asili ya kunyonya na hatuko kwenye mambo ya sayansi, lazima awe na uwezo wa kuhubiri, lakini pia siishie kuhubiri, awe na uwezo wa kufundisha. Jina la Bwana libarikiwe. Maana usipokuwa na uwezo wa kufundisha, watakuja watu watapanda matango pori, watapanda matango pori na hutaweza kuyang'oa. Unapokuwa na uwezo wa kufundisha neno la Mungu, hata kija mgeni akapanda matango pori, wewe utayang'oa kwa neno la Mungu. Ndio maana shetani anamwambia Yesu, imeandikwa, na anamwambia imeandikwa. Imeandikwa, na anamwambia imeandikwa. Angekuwa juu imeandikwa, Bwana angeishia kutukana, usinifuate na nini. Watu wanaojua ukianza usinifuate wanajua umeshindwa, lakini lazima hoja ijibiwe na hoja nyingine. Makofi na vigelegele kwa mfalme Yesu. Lakini mchungaji wa SPCT, narudia tena, sifa nyingine kule kulikuwa na wajibu asiwe mrevi wala mtu wa ugomvi. Hii inajirudia kwa sababu inahitaji sehemu zote. Bwana Yesu asifiwe. Asiwe mtu wa kupenda fedha, Bwana Yesu asifiwe. Asifanye huduma kwa tamaa ya mali. Mtumishi kwenye haya mambo ya kiroho, ukiingia kwa sababu natamani mali usipate, labda utakuwa mwizi. Kwa nini? Kuna mtu ambaye amekuwa askofu miaka 25, wengine wanafanikiwa, yeye hafanikiwi. Baada ya miaka 25 akafanya maombi ya siku 3. Mungu, kwa nini mimi ni askofu? Wengine maaskofu wamebarikiwa, wamejenga nyumba zao, wamenunua magari. Mungu akamuuliza hivi, kwani wewe ni askofu? Mbona kwenye orodha yangu sikuoni? Nani aliyekupa uaskofu? Huyo aliyekupa akamwambia afanyeje? Akuripe. Unajua tafsiri yake ni nini? Inawezekana aliingia kwa sababu ya tamaa ya vitu fulani. Ukiingia kwenye huduma kwa sababu natamani vitu fulani hauvipati, labda uamue kuharibu. Sasa nishukuru Mungu kwa sababu wewe umeingia kwenye huduma, umeacha kule fedha ambazo ungezipata. Kwa namna nyingine nasema najiridhisha kwamba hujaingia huku porini, huku Kasuru, huku Mabuye ili upate fedha. Na uhakika na hicho kitu. Lakini ni kuhakikishia kama Bwana aishivyo, tunakuombea na baraka zitakuja za kifedha. Amina. Kuna siku hata utakuwa unaingia hapa na gari kwa jina la Yesu. Mimi namwamini Mungu aliyeniita. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hajakuita bure. Torati anasema nitaziamuru baraka ziwafate maporini, mashambani, vijijini, hata mjini. Tutakuombea baraka zitakufuata. Bwana Yesu asifiwe. Lakini usihodhi chochote. Usifanye chochote cha magumashi ili ufanikiwe. Utakuwa umeharibu. Ni bora watu wakuraumu, lakini wewe moyo wako uko safi. Utaona Mungu anavyokubariki. Bwana Yesu asifiwe. Okay, mchungaji wa SPCT lazima awe msimamizi mzuri wa nyumba yake, aongoze familia. Sisi watu waamini nyumba zinazoongozwa na wanawake. Kwa nini? Tunajua habari za Delila na Samson. Mungu alimpa maagizo Samson, Delila kaja kuyaharibu. Ile roho inatawala mpaka leo. Kuna mchungaji hawezi kwenda kanisani mpaka mke wake aseme. Kuna mchungaji hawezi kufanya maombi mpaka mke wake aseme. Kuna mchungaji hawezi kutoa sadaka mpaka mke wake ameridhia. Kuna mchungaji hawezi kutoa mchango kanisani mpaka enda ulize mama fulani. Hivi hamna wewe ni kama anaacha. Maana yake hawezi kujisimamia. Kwenye mambo ya kiroho huwa tunasema tuwasikilize wanawake, lakini nafikiri mambo yote tunaposema 50-50 watu wametafsiri tofauti. Haijawahi kutokea mwanamke na mwanaume akawa 50-50. Ni uongo wa shetani. Mungu mwenyewe alitofautisha hata kwenye uumbaji. Tunaposema 50-50 tafsiri ya haki. Kuna haki za mwanamke ambazo nazo nitazizungumza. Huyu mwanamke akikuvuruga huduma itavurugika. Huyu mwanamke akichanganyikiwa na utachanganyikiwa. Huyu mwanamke asipotunzwa kaheshimiwa na waumini na wewe ukamheshimisha, huduma yako itakufa. Kuna wajibu wako kwa mke wako ili yeye afanye wajibu wake kwako.
na huduma njema inaanzia nyumbani, inakuja kanisani mpaka mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ndiye mwenye dhamana ya kumtunza huyu mwanamke, sio mtu mwingine. Usije ukaona waumini wanasema hatumwelewi mama mchungaji, na wewe ukaunga hawatamuelewa kabisa. Wewe ndio wa kumtetea kwamba huyu ndiye Bwana aliyenipa, mbingu zinamuelewa. Kama kuna mapungufu muombee, lakini msimhukumu. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini kujisimamia ni wewe. Ukimpa mamlaka yote mke wako, ni sawa na dereva kumkabidhi steering konda, japo wote wanaendesha gari hili. Gari kidumbukia mtaroni, haulizwi konda na anaulizwa dereva. Na wala hasemi nilimpa usukani konda. Kuna yale ambayo lazima ujisimamie kwa vitu viwili. Kwanza wewe umeitwa, halafu mke wako ameitwa ndani yako kwa msaidizi wako wewe. Adamu ndiye aliyepewa maagizo, lakini akahamisha maagizo akampa mke wake. Umeona kilichotokea? Samson ndiye aliyepewa maagizo, akahamisha maagizo akapeleka kwa Delila. Unaona kilichomtokea? Kwenye mambo ya kiroho msikilize Mungu, halafu sikio la kushoto msikilize mke wako, halafu chambua yapi yanafaa, yapi yanahitaji kumsaidia mawazo. Na sio lazima mkemee kwamba wewe no. Mwambie unajua, tena kwa lugha ya upendo. Akishindwa kuelewa muombe. Wakati mwingine maamuzi haya yanaeleweka baadaye, sio wakati huo. Kuna wakati mwingine utafanya maamuzi makubwa hapa, mke wako atachukia. Lakini nakuwa pia kama Mungu ndiye aliyekuagiza yatekeleze. Baadaye atasema baba fulani kwa kweli nakuamini sana, ila mwanzoni aligomba na wewe. Ukimsikiliza ukaharibu kusudi la Mungu kwa ajili yake, na yeye baadaye atakukataa. Ndiyo kanuni. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo tutakuja kuongea wakati mwingine pia tukiwa na muda mzuri. Lakini mchungaji wa SPCT asiwe mtu wa kujivuna, awe mnyenyekevu. Kuna watu akiombea hata mtu mmoja pepo likatoka, siku hiyo mtampisha tu barabarani. Mtampisha wapi? Barabarani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ataanza kuwaponda na yule hana moto wa Mungu, yule hana nini, yule ameomba mpaka koromia atoka wala janani. Sio kazi yetu sisi. Ukiomba watu wakatendewa, rudisha utukufu mbele za Bwana. Utaona Mungu atakavyozidi kukuinua. Amen. Haleluya. Amen. Ukiomba utakapoanzisha huduma, wachungaji wa SPCT, sisi hatukubali kwenye kujiinua. Kuna kitu leo kinatokea. Kwanza nikueleze tu hiki. Mchungaji anaingia kanisani masaa ya kuhubiri, prophet. Wengine wanaimba, wanaserebuka, wanatoa matangazo, wanafanyaje masaa ya kuhubiri. Na unajua hata mbinguni nasikia haleluya, na akimaliza unajua hata alivyoondoka. Hivi hizo kondoo tazilea saa ngapi? Tutakapokuwa na waumini maelfu, jitahidi kujua chochote kinachoendelea kanisani. Haijawahi kutokea mtoto kanyonya kwa kaka. Wewe ndiye baba. Sisi hatupendi watu wanaojiinua, tunapenda watu wanyenyekevu, kwa sababu Bwana ametuita kwa ajili ya unyenyekevu. Unajua ni kwa nini Mungu alikuacha kaenda Uingereza kwanza? Unajua ni kwa nini Mungu aliniacha niende China na wapi kwanza? Alikuwa anatuonesha uzuri wa dola, wa shilingi, wa paundi, wa euro. Atuoneshe hoteli zote za kitalii, atuoneshe vitu vya kifahari, halafu anakuja na kurudisha. Unajua ni kwa nini? Kwa nini Mungu hajaruhusu ufungue kanisa Uingereza? Kwa nini hajaruhusu ufungue Dar es Salaam? Kwa nini nakuleta huko ambako pengine wao hakupenda? Alikuwa anatengeneza unyenyekevu. Uanze chini, akikupeleka juu useme hakika Mungu ni Ebeneza. Amen. Mungu hainui kilichoinuliwa, hata kilichoinuliwa anakishusha kwanza, halafu anakiinua. Kwa nini? Kwa ajili ya utukufu wake. Lakini pia Mungu anatupenda tufanikiwe chini ya jua, ila mbingu tuione. Kuna watu wengi watamtumikia Mungu lakini mbingu hawataiona.
kwa sababu hakupata neema ya kushushwa chini. Japo kushushwa chini, kutengenezwa kuwa mnyenyekevu ni gharama. Hii gharama itakusaidia huko mbeleni. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mchungaji wa SPCT lazima awe na moyo wa kuchunga watu, awatumikie waumini kwa upendo. Lazima oneshe waumini upendo, na sio kuwaonesha upendo, lazima uwapende kama wanao uliowazaa. Ukiwapenda utawaombea. Wakipata shida, wewe utapata usingizi, utakuwa na maumivu, na Mungu atangalia maumivu yako, atawatendea. Makofi na geregere kwa mfalme Yesu. Mchungaji wa SPCT lazima awe mfano kwa kundi. Maisha yake yawe ya ushuhuda wa kila anachokihubiri. Petro wa kwanza 5:2-3. Bwana Yesu asifiwe. Narudia tena, mfano wa kwanza tutakaoona Kasulu ni wa kwako. Tukikuona wewe, tutakuwa tumeona waumini. Tukiona wewe haufai kuwa mfano, tutajua hata waumini hawafai kuwa mfano. Wewe ndiye mwakilishi wa hao unaoongoza mbele za Mungu na hata mbele za wanadamu. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Naomba twende sasa tukafanye kiapo. Shusheni hivi viti vyote, wape hapo. Naomba vitu hivi barikiwe. Naomba kabla sijakufanyia kiapo, mkipiga magoti kaa hivyo, kaa hivyo. Haya, sawa. Naomba unishikie mic. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Amen. Hii ni ishara Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Sasa hii ni pete. Kwenye harusi huwa tunawapa pete wavarishane mke na mume. Sasa hii pete hii ni ya wewe na Yesu. Amen. Makofi na geregere kwa mfalme Yesu. Amen. Amen. Lakini pia naomba hizo document. Nipeni tuzione hapa karibu ili vinisaidie. Wachungaji wa SPCT wana katiba. Hii katiba ni ya SPCT, Sayuni Pentecostal Church of Tanzania. Hii inakupa mipaka. Ndio yale ambayo nimezungumza, tusikie unauza udongo, unauza maji, unauza vitu gani. Halafu hapa kuna kanuni. Hizi kanuni nazo ni mwongozo, kwa lugha nyingine itakusaidia kuongoza, kujua kwamba kanisa linapenda nini, uongozi wake umekaaje na kila kitu kimekaaje. Lakini pia tumeweka vitu ambavyo hatutaki kama kanisa, ikiwa ni pamoja na kumiliki wanawake 2, 3, 4 hatutaki, urevi hatutaki, kufanyaje, ina vitu vingi ambavyo siwezi kuvieleza sasa hivi, lakini vyote utavisoma. Ingekuwa muda wetu natosha ningeeleza mambo mengi, lakini sasa hata muda umesha kuwa nje ya taratibu yetu. Hivi nakukabidhi muhuri wa kanisa, lakini pia kuna kitambulisho cha mchungaji ambacho kina picha yako,
hiki kitambulisho kina expire tarehe 7 April 2030, ila uchungaji wako expire. Naelewa ninachokizungumza. Kwa nini? Kwa sababu kitambulisho hiki ni kitambulisho halali, serikali nakijua. Hapa kuna ID namba yako. Sasa kwa nini huwa tunafanya hivyo? Kitambulisho kina muda, kwa sababu kila baada ya miaka kadhaa tunakagua ambao bado wamesimama, ambao bado wamekengeuka. Sasa kuna mwingine anakengeuka. Kwa mfano, kuna mchungaji wa kanisa fulani ambao sitalitaja, alikuwa na mke ana ndoa nzuri, wakamkabidhi uchungaji na kora na kila kitu. Akaenda mahali akaongeza mke mwingine, na kule napo akaendelea na huduma. Walipogundua tabia hizo, waliposema wanamtenga, akakimbia na vitambulisho. Alikokimbilia tena ilikuwa siku za nyuma, simu hakujawa na masomo kutosha, kaenda kaanzisha kanisa kwa kitambulisho kile kile tena. Kwa nini? Mtu akikengeuka akaenda tusiko, tutasema acha tuvumilie miaka mingapi, kiisha hata kitumia. Kwa hiyo kadri unavyoendelea au wanavyoendelea wachungaji, tunakaguana, halafu tuna renew vitambulisho vyao kwamba Bwana bado amemsaidia, ila uchungaji hau expire. Mtu asije akachanganya vitu viwili kwa wakati mmoja. Haina maana kwamba uchungaji wako una expire kwa miaka 5. Uchungaji wako, kwa sababu hakuna aliyekupa uchungaji, sisi tumemwakilisha Mungu aliyekuita. Kwa uchungaji umepewa na Mungu. Ndio maana hatuwezi kusema uta expire baada ya muda gani, ila kitambulisho tumekupa sisi. Ninaeleweka ninachokiongea? Okay, Mungu akubariki sana. Amen. Lakini pia hizo ni katiba, hiyo ni katiba ya duniani. Sawa? Hapa kuna katiba ya mbingu, ndio maana nimevitenganisha. Hivi umepewa na kanisa, hii unapewa na Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Na hapa sasa hivyo wakupokelee wazee au katibu wa kanisa, halafu naenda kukukabidhi kitu hiki, utaapa ukiwa umeinua juu, na baada ya hapo nitakupaka mafuta ukiwa umesha hapa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, 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 haleluya. Sasa tunaenda kumwapisha mtumishi wa Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Utafuata maneno haya, utafuata maneno ya, mweke maiki pale karibu. Sema, mimi Frederick Makapo, mimi Frederick Makapo, naapa kwa Mungu wangu, naapa kwa Mungu wangu, Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo, Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo, na kwa kanisa langu, na kwa kanisa langu la SPST, maana yake Sayuni Pentecoste, maana yake Sayuni Pentecoste of Tanzania, Church of Tanzania, kuwa nitamtumikia Mungu, nitamtumikia Mungu kwa moyo wangu wote, kwa moyo wangu wote, na kwa nguvu zangu zote, kwa nguvu zangu zote, nikiwa na akili zangu timamu, nikiwa na akili zangu timamu, nitasimamia imani ya Bwana wetu Yesu Kristo, na kuilinda. Nitakuwa mfano kwa waumini, na kwa washirika wote, kwa matoleo, kwa sadaka, kwa zaka, na kulifundisha neno la kweli, siku zangu zote za maisha yangu. Nitamheshimu Mungu, nitawaheshimu viongozi wangu wa kanisa, nitawapenda waumini, na washirika, na kuwatumikia kwa uaminifu. Mungu nisaidie. Amen. Watu wote tupige makofi na vigelegele.
Naomba mafuta hayo. Msalaba wa Yesu na usifu sana Yesu nilinde hapo Bwana Yesu asifiwe. Naomba muimbe wimbo Bwana uliotoka tunaimba. Niombe watu wa muziki kwa sauti ya chini ya kawaida na waimbaji wote wakiimba. Baba, katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana wetu na Mwokozi, mfalme wa amani, mwamba uliopasuka, kimbilio la wanyonge na wadhaifu, mfalme, na yareta mafuta haya mikononi mwako. Wengine wanayaita mafuta ya upako, wengine wanaita mafuta ya mizeituni, wengine wanayapa maneno yoyote. Sisi tunaamini mafuta ya upako ni yale yaliyoombewa, ni yale yaliyotoka mbinguni. Tunayaleta madhabahuni pako kwa jina la Yesu aliye Bwana wetu. Kwa mafuta kinabii na kikuhani ninawaleta watumishi wako mikononi mwako. Ninatangaza neema yako na nguvu zako kama mitume na makuhani walivyopakwa mafuta kwa damu ya Yesu, nami nawapaka mafuta katika jina la Yesu aliye Bwana wetu na Mwokozi. Nakiri nguvu zako, neema yako na mkono wako wenye nguvu na ajabu kwa jina la Yesu Kristo aliye wetu, mfalme wa amani. Nakiri nguvu zako, nakiri neema yako, nakiri mkono wako wenye nguvu kwa jina la Yesu aliye Bwana wetu. Kwa damu ya Yesu na wote watakapokanyaga utawabariki kwa jina la Yesu Bwana aliye hai. Uwezo wa damu yako na nguvu zako Kristo aliye Bwana wetu, waweni viatu kwa damu ya Yesu aliye Bwana wetu, kwa damu yako na nguvu zako, mfalme wa amani. Nakiri nguvu zako, nakiri neema yako, nakiri mkono wako wa ajabu. Tunawatamkia neema, tunawatamkia mamlaka, tunawatamkia nguvu zako, tunawatamkia fadhili zako na rehema zako, tunawatamkia neema ya Golgotha, tunawatamkia nguvu zako kwa damu ya Yesu aliye Bwana wetu na Mwokozi. Tunakiri nguvu zako, tunakiri neema yako na mkono wako wa ajabu na wenye nguvu kwa damu ya Yesu aliye Bwana wetu na Mwokozi. Popote watakapo kanyaga wamilikishwe kwa damu ya Yesu aliye Bwana wetu. Popote watakapo kanyaga wamilikishwe kwa damu ya Yesu aliye Bwana wetu. Ndivyo ulivyomwambia Joshua, Bwana, kwamba popote utakapo kanyaga nitakumilikisha kwa damu ya Yesu aliye Bwana wetu. Wamilikishe Kasulu, wamilikishe Tanzania, wamilikishe Bwana, wamilikishe utajiri. Tunawatamkia utajiri, tunawatamkia baraka, tunawatamkia neema, tunawatamkia uwezo wako na nguvu zako Kristo aliye Bwana wetu. Yesu aliye Bwana wetu, mfalme wa uzima. Ndivyo alivyofanya Elia na Shemaya alikaenda ndani ya Elisha. Nami ninatamka nguvu yako, neema yako na mkono wako. Wapokee utukufu wako maradufu, wapokee nguvu zako na mkono wako, wapokee rehema zako na fadhili zako kwa jina la Yesu aliye Bwana, kwa damu yako na nguvu zako.
ibada ya kwanza. Hiki ndicho Bwana alichokusudia tukifanye, na tunamshukuru Mungu kwa sababu ametusaidia tumekifanya. Jina la Bwana libarikiwe. Naomba usimame tushukuru Mungu. Mimi nitakuwa nimemaliza na wasimamizi au na ratiba nyingine, lakini kwa ibada ya kwanza ili ndilo kusudi la Mungu, na Mungu awabariki. Tunataka kuzungumza, kuna mtu mwingine anaweza kaona tunapomwombea mwanaume kama mchungaji tunaombea na mke wake. Bwana Yesu asifiwe. Sisi tunaamini mwanamke asipojua mume anachokifanya, hiyo huduma itakufa kabisa na kueleza. Lakini mwanamke ni mlinzi wa mwanaume, na mwanaume pia ujue ni mlinzi wa mwanamke. Bwana Yesu asifiwe. Kama kuna waumini waliopo leo na watakao kuja kesho, mheshimuni zile heshima mnazompa mchungaji, mpeni hizo heshima vivyo vivyo na mama mchungaji. Huyu akiamua kuvuruga huduma anaweza kuivuruga na msipate kitu kizuri kutoka kwa mwanaume. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Inua mikono yako juu tushukuru Mungu. Inua mikono yako juu tushukuru Mungu. Peni maiki mchungaji pale. Mchungaji nani? Venasi Banguka. Okay, hivyo. Naomba ushukuru Mungu kwa ajili ya yote aliyofanyika hapa na kututakia baraka kwa ajili ya hatua hii ya kwanza. Lakini ibada saa 8 kamili itakuwa imefanyaje? Imeanza. Saizi tuna saa ngapi? Na hizi tuko nje ya muda. Nani niangalizie saa 7 kamili. Saa moja sina tutosha kwa ajili ya mengine. Basi tunashukuru Mungu kwa sababu ametujalia neema. Inua mikono yako, kila mmoja inue mikono yake tuombe. Jehova Baba yetu, Yesu Kristo ndiye Bwana wetu mfalme. hakika yake sisi tumekuwa ni mashahidi. Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Yesu Kristo Bwana wetu mwokozi. Mbele za nguvu zako, neema yako na mkono wako wa ajabu na wenye nguvu. Kwa damu ya Yesu Kristo ndiye Bwana. Wepo wako na nguvu zako, mfalme wa amani. Kwa jina la Yesu Kristo ndiye Bwana wetu. Kwa damu yako na nguvu zako, mfalme. Rehema na fadhili zako Kristo ndiye Bwana wetu na mwokozi. Damu yako na mkono wako wenye nguvu. Bwana wetu na mwokozi, mfalme wa uzima. Neema yako na mkono wako wenye nguvu Kristo ndiye Bwana wetu. Kwa jina la Yesu Kristo ndiye Baba yetu na mwokozi. Neema na uwezo na nguvu zako, mfalme. Uwezo wa damu yako na mkono wako. Uwepo wako na fadhili zako Kristo ndiye Bwana wetu na mwokozi. Asante kwa kuwa ni Kristo ndiye Baba yetu na mwokozi. Kwa jina la Yesu, kwa damu yako na nguvu zako, asante kwa kila mmoja amekuwa shuhuda. Yesu Bwana mwokozi, amen. Unaweza kuwapa mkono wa hongera. Mungu awabariki sana. Mungu awabariki sana.